Mahakama Kuu ilimpa Fred Matiang'I bond ya dhamana ya shilingi 200,000 asikamatwe, lakini iwapo atahitajika kwenda kuandikisha statement atakwenda. Na msimamo ndio huo mpaka sasa. Fred Matiang'I hajaitwa. Kuitwa kwake, mawakili wataelezea sehemu za sheria ambazo zinaambatana na kutoa njia za kuita mtu kwenda kwa polisi. Njia hizo zimepitishwa na bunge katika National Police Service Act na katika Criminal Procedure Code, ya kwamba lazima ile summons iwekwe vidole na yule ambaye ameiandika. Na nawauliza waandishi wa habari, nipe summons ambayo imesainiwa na polisi. Mko nayo? Nipe tu moja ile imesainiwa na polisi. Mkinipa hiyo imesainiwa na summons 3, askari 3 kama ile yangu mliiona. Yangu nilipoitwa imesainiwa mara 3. Swala la pili, na wauliza nionyeshe mahali ambapo ule CS ameweka kidole kwamba amekuwa served. Yangu ilipokuja mliona nimeweka kidole na stamp ya law firm yangu. Iko wapi? Hivyo ndivyo vitu viwili. Taifa hili halitafanya kazi vile huyu DCI mpya anataka kufanya kazi. Are also administrative in nature, and administrative law has been codified in our current constitutional dispensation, so much so that any person who is under investigation must be accorded what is called fair administrative action. This action must be reasonable, it must be justifiable, and it must sit well within the 4 confines of the law. So to that extent, well, we have seen that the current DCI has developed a unique modus operandi, a unique way of doing things that is unknown to the face of the law. But this is what we will want to say in summary or in closing, that the office of the DCI is a creature of the law. The appointment of Mr. Mohamed Amin as the DCI was done as the law so requires. So it is our expectation that everything that he will do so as and in accordance with the law.